Ninavyozungumza mtoto ambaye amechelewa kulia ni kwamba atachelewa katika hatua zake za ukuaji. Ninamaanisha, kwa hiyo yawezekana ukawa ni mzazi, ulimzaa mtoto ambaye hakulia vizuri, sawa, huenda zimepita dakika 2 au 3, na sasa hivi mtoto wako hajaweza kutembea, sawa, au mtoto wako hawezi kuzungumza vizuri, ana mwaka mmoja na miezi 9, ana miaka 2 au ana miaka 3 au 4 au 5, na shingo bado hajakaza. Kumbe chanzo tatizo ni kutokulia. Sasa kulia kuna uhusiano vipi na mtoto kuchelewa katika hatua zake za ukuaji? Tunasema hivi, mtoto ambaye amechelewa kulia ni kwamba amekosa hewa ya kutosha katika ubongo wake, na huyu mtoto ameathirika ubongo. Kuathirika kwa ubongo ni sehemu ya ubongo ambayo inashughulika na harakati za mtoto kutembea, kuzungumza, mtoto kufanya harakati zote za mwili. Pia madini muhimu mwilini yawepo kama calcium, vitamin B3, lakini madini ya chuma, zinc, ili kusudi kuimarisha mtoto mgongo wake na viungo vyake viwe imara. Kama mtoto aliathirika kwenye ubongo, ndio maana mtoto mgongo wake unapinda, ndio maana mtoto amechelewa katika hatua ya kukaza shingo mpaka amefikisha miezi 9 au 8 au mwaka mmoja. Ndio maana mtoto hazungumzi na mazungumza maneno matatu ana miaka 5 kama mtoto mwaka mmoja. Hii changamoto ya kulia kipindi mtoto anazaliwa ni changamoto ambayo inasababisha mtoto anachelewa katika hatua zake za ukuaji. Huenda ukawa ni mama hujui kwamba kuchelewa kulia ni moja ya sababu ambayo inampelekea mtoto achelewe katika hatua zake za ukuaji. Sasa unatakiwa uelewe, kama una mtoto wa namna hii na amechelewa, unatakiwa utafute suluhisho la kusaidia ubongo wake ukae sawa. Kumbuka mtoto huyu ubongo wake umeathirika, na si kuathirika kwa ubongo kwamba kuna changamoto kwenye ubongo ambayo kuna uvimbe au kuna mishipa imekatika. Hapana, kuathirika kwa ubongo ni kwamba motor cortex haikupata oksijeni ya kutosha kuleta response au kuleta taarifa kwenye viungo, ndio iliyopoteza. Maana yake taarifa zipo kwa kuchelewa au hazipo kabisa, baadhi ya connection zimekatika. Kumbuka, Mungu amepatia mtoto, mlee na kumtunza kwa matendo mema.